Naam, barabara kabisa. Karibu tena mpenzi mfuatiliaji wa uchambuzi wa makala mbalimbali za fasihi, hususan riwaya, ushairi pamoja na tamthilia. Na leo ningependa kukusogezea uchambuzi wa kitabu kinachofahamika kwa jina la The Old Man and the Meadow, written by Cameroonian diplomatic writer known as FERDINAND OYONO. Mpenzi msikilizaji, kwa siku ya leo tutachambua kitabu kinachofahamika kwa jina la The Old Man and the Meadow, ambapo mwandishi wetu anafahamika kwa jina la FERDINAND OYONO. Mpenzi msikilizaji, kitabu hiki kilichapishwa kwenda katika lugha ya Kiingereza mnamo mwaka 1967. Naam, kwa sasa ningependa kukutambulisha japo kwa ufupi kitabu cha The Old Man and the Meadow kinazungumzia nini. First of all, ningependa ufahamu kwamba title la kitabu chetu ni direct, yani ili jina la kitabu ni la moja kwa moja, kwani The Old Man and the Meadow linazungumzia kisa cha mtu ambaye ni old, yani umri wake kidogo umeenda, na medali. Kwa hiyo tukasema ni kisa cha mtu mzima pamoja na medali. Je, huyo mtu mzima ni nani na hiyo medali ilifanya nini? Ungana na mimi Teacher Hassan Lemunje katika uchambuzi wa fani na maudhui wa kitabu chetu. Iko hivi, The Old Man anayezungumziwa katika title la kitabu chetu anafahamika kwa jina la Mecca. Mecca is the old man who married the girl known as Kelala. Mecca ni mhusika ambaye ni old man, ambaye sasa ni mzee, lakini ana mkewe anayefahamika kwa jina la Kelala. Mecca ndiye anayehusishwa kwenye kisa cha mtu mzima pamoja na medali. Kivipi? Mecca ni mtu ambaye anawakaribisha wakoloni katika nchi yake, anawapa ardhi kubwa, lakini cha ajabu yeye mwenyewe anaishi katika kibanda. Mecca ni miongoni mwa watu ambao wanakuwa convinced na anabadilisha dini na kuadapti dini ya Ukristo. Wazungu katika harakati za kumlipa fadhila huyu old man kwa ukarimu waliokuwa wamewafanyia, wakamwandalia sherehe ya kumpa medali. Ndo medal sasa inazungumziwa hapo. Na medali hii alikabidhiwa mnamo tarehe 14 ya mwezi Julai. Lakini katika hali ya kutokuwa na bahati, medali yenyewe aliyopewa na wakoloni kutokana na uzembe wake na kulewa, anakuja anaipoteza. Lakini wazungu wanakuja kumwahidi watampa medali nyingine, lakini mwisho wa siku hawaji kumpa. Ndani ya kitabu chetu tutaona cultural issues, mambo ya kitamaduni yanayoendelea, situation nzima ya ukoloni jinsi ilivyo, Waafrika wanavyonyanyasika kutokana na ujio wa wakoloni. Ili tuelewe vizuri katika kitabu hichi, kwa sasa ningependa kukupitisha katika idadi ya wahusika ambao wapo katika kitabu chetu, tuweze kuwaelewa kiundani, ili tuweze kuelewa vizuri fani pamoja na maudhui ya kitabu chetu. Naam, karibu sana. Starting with characterization for book, we have several number of character, but the first and the main character for book is known as Mecca. Kwa sasa tutaanza kumchambua mhusika mkuu wa kitabu chetu anayefahamika kwa jina la Mecca. Who is Mecca by the way? Mecca is a husband to Kelala. Kwanza Mecca ni mume wa Kelala. Is married to Kelala and he is a brother-in-law of Engamba. Lakini pia tukumbuke yeye ndiye baba mkwe wa Engamba. He is poor old man, lakini maisha yake yote ni ya umaskini, lakini umri wake kidogo umeenda, yani amezeeka. He is pompous, lakini mhusika huyu anaonekana kuwa na sifa. When the white man drives him back at home, leaning out of the window so that everyone in the village could see him, in page 15. Ukurasa wa 15, mbwembwe zake zinajizilisha pale ambapo wazungu wanamuendesha ndani ya gari na yeye anatoa kichwa nje ili kila mtu amuone amepanda gari la wazungu. Kwa mhusika huyu anaonyeshwa kuwa na mbwembwe nyingi sana. And also he is a Christian convert, lakini huyu pia ni mhusika ambaye amebadili dini na ameadapti dini ya Kristo, hususan baada ya ujio wa wakoloni. And also he is a heavy drunkard. Mhusika huyu pia anajihusisha na masuala ya ulevi. Katika kitabu hichi he was drinking alk at Mamititi Press before going to work.
Katika kitabu chetu alikuwa akinywa gongo. Maana yake ni gongo. Kwa alikuwa akinywa gongo kabla ya kwenda kazini. Na mtu ambaye alikuwa anauza gongo katika kitabu chetu anafahamika kwa jina la Mami Titi. Kwa hiyo hapa tutapata dhamira ya drunkardness. And also he is loyal to the white man. Lakini mhusika huyu ameonekana kuwa na ukarimu kwa wazungu. That is why he tended to offer his land to white men. Ndio maana aliamua kutoa ardhi yao kwenda kwa wazungu. And also he is a patient. He is religious but not spiritual. He is awarded a medal but lose it. Mhusika huyu pia ni mtii na ana imani. Lakini pia alipewa medali na wazungu, lakini baadaye hiyo medali alikuja akaipoteza. The whole book talks about Maker's medal. He was optimistic for the medal, but because of his drunkenness and careless, he lost the medal. Mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu kinazungumzia harakati zake yeye kupewa medali, lakini kutokana na uzembe wake na ulevi anaipoteza ile medali. He's changing behavior. Lakini mhusika huyu alibadilisha tabia kwa urahisi mno. At first tunaona jinsi gani alipokuwa akishikilia traditional values, lakini baada ya wazungu kuja ukurasa wa 123 anasema I am Christian officer, kwamba baada ya kupewa ile elimu ya upako akabadili dini na akaadapti Ukristo. Mhusika mwingine katika kitabu chetu anafahamika kwa jina la Kerara. Who is Kerara? She is Maker's wife. Huyu ndo mke wa Maker. She is converted to Christian. Pia huyu ni miongoni mwa wahusika ambao wanaingia katika dini ya Kikristo. She has a true love. And also she is a victim of First World War. She lost her 2 sons who went to fight to the war to the side of French. Mhusika huyu pia Kerara ni mhanga wa vita ya kwanza ya dunia, kwani alipoteza watoto wake wawili wa kiume walioenda kupigana vita ya kwanza ya dunia katika upande wa wakoloni. She feels betrayed by her husband. Mhusika huyu pia alikuwa akihisi anasalitiwa na mume wake. Kilala seen her husband acceptance of only 1 medal as a compensation for the 2 sons is a sign of betrayal. Yeye aliamini kwamba kupewa medali moja tu na jinsi alivyopoteza watoto wake wawili wakati wa vita wa kwanza dunia ule ni usaliti. Just imagine, una watoto wawili wamekufa wakipigana vita upande wa mkoloni, na zawadi yako wewe unapewa medali. Ndio maana Maker aliona kama mumewe ni msaliti. And also she is highly emotionally easily heartbroken. She was betrayed when she was very young. We are told that Maker brotherhood Kilala when she was very young. They also says he called Kilala, who was a 10 still baby, with a fat bear and had her set on Maker's lap. There's your wife, he told him. You can come and fetch her when she is ready. In page 69. So she is a victim of error and forced marriage. Kama mhusika huyu pia ameoneshwa kama ni mtu ambaye aliolewa akiwa ana umri mdogo mno. Katika ukurasa wa 38 ukisoma maelezo hayo yanajitosheleza kuonesha kwamba hata ndoa yake ilikuwa ni ya kulazimishwa, kwamba umri ulikuwa ni bado. Another character in the book is known as Engaba. Mhusika mwingine katika kitabu chetu anafahamika kwa jina la Engaba. Who is Engaba? He is Kilala's brother and Maker's brother-in-law. Huyu sasa ni kaka wa Kerala, lakini pia ni brother-in-law. Kwa maana hiyo ni brother-in-law wa Maker. And also Engaba is Kilala's brother who lives in the village of Zorian. Lakini pia huyu ni mhusika anaishi pale pale kijijini Zorian. He is great. He is very supportive. His belief in superstition. Mhusika huyu ameonyeshwa kama ni mtu ambaye ana tamaa, lakini anapenda kutoa sapoti, wakati huo anaamini katika imani za kishirikina. When Nkolo comes into house to bring the news Maker's medal award, he wants one of the men who were there by saying, "Don't you start your witchcraft here? The stranger has a piece of news for me." Ukurasa 62. Mhusika huyu pia imeonyeshwa na imani, anaamini katika imani za kishirikina pale ambapo Nkolo anakuja na watu wawili kwa ajili ya kushuhudia ile awadi inayotolewa ya medal. Sasa yeye anamuonya kwa kumwambia
kwamba hujaanza kufanya masuala yako ya kishirikina. Kwa naamini kwamba wale watu wawili walikuwa wakifanya mambo ya kishirikina. And also he was a polygamist. Mhusika huyu pia ameonyeshwa kama ni polygamist. Engaba had 6 wives inherited from his father and then married Amalia. Mhusika huyu ana wanawake 6 ambao wote amewarisi kutoka kwa baba yake, lakini pia akaongeza mwingine ambaye anafahamika kwa jina la Amalia. And also he is a traditionalist. Mhusika huyu pia ana preserve a tradition. He believes in widow inheritance. He inherited his father's wives and his mother when his father died. Mhusika huyu inaonekana kabisa anawarisi wake zote aliokuwa akiwamiliki baba yake pamoja na mama yake mzazi baada ya baba yake kuweza kufariki dunia. He is a Christian convert, lakini mhusika huyu pia ni mtu ambaye alibadili dini akaingia katika Christian. Another character in our book is known as Amalia. Mhusika mwingine katika kitabu chetu anafahamika kwa jina la Amalia. She is the wife of Engaba. Mhusika huyu ameonyeshwa kuwa ni mke wa Engaba. She is very hard working. Mhusika huyu ameonyeshwa kama ni mchapakazi. At first she was raised, but her mother told her that she would get a husband if she continued with her business. Kwanza kabisa alikuwa ni mvivu mpaka ikafikia kipindi mama yake alipomuonya kwamba hutopata mume ikiwa utaendelea na uvivu wako. Kwa akaweka hapo akaanza kufanya kazi kwa bidii. And another character in our book is known as Falcon. Mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Falcon. He's a chief administrator at the Daom, lakini huyo ameonyeshwa kama ni chief pale Daom. He's the one who supervises all preparation and the visit of higher commissioner. Huyu ndo anayesimamia mapokezi yote ya commissioner. He's a cigar smoker, lakini pia mhusika ameonyeshwa kama ni mvuta sigara. And also he's a hypocrite. Mhusika huyu pia ameonyeshwa kama ni mhusika ambaye ni mnafiki. He lived with an African woman, but he used it to hide her in the storeroom. Kwamba anaishi na wanawake wa Kiafrika lakini anawaficha store. Kwamba ni mnafiki, anapenda wanawake wa Kiafrika lakini hataki iwe public, kwa alikuwa akiwadanganya. And he has terrible temper. When the boys who were acting a waiters served whisk to African contrary to his instruction, he became angry at the boys. Also, he became illiterate when the higher commission delays of 1 hour. Another character in our book is known as Varin Gullet. Mhusika mwingine katika kitabu chetu anafahamika kwa jina la Varin Gullet. He's white man. He's cruel to African. Huyu pia ni mzungu lakini ni mtu ambaye anafanya ukatili kwa Afrika. All African feared him a lot. Mhusika huyu ameonyeshwa kuogopwa na Waafrika wote. When Mecca was brought to his office, before he recognized him, took his reading crops, whip, and whipped Mecca 10 times on the shoulders, the spit of his face. Mecca alipopelekwa kwa mara ya kwanza kwa mtu huyu ambaye anafahamika kwa jina la Varin Gullet, hakuuliza huyu ni nani, ila alichokifanya alichukua mjeledi akamchapa zaidi ya mara 10 kabla ya kutambulishwa kwamba huyu ndiye Mecca. And also he is a hypocrite. Mhusika huyu pia ameonyeshwa kama ni mnafiki. When Mecca was arrested and sent to the police station, he whipped him seriously, but when he recognized him, he tried to give him a handshake and smile at him. Kwanza kabisa, kabla hajatambulishwa kwamba huyu ni Mecca, mwandishi anaonyesha jinsi gani anavyomwadhibu na kumpiga. Lakini baada ya kutambulishwa, anajifanya kuwa ni mtu mwema na anaanza kumpa na mkono. Now, come to look on the title of the book in relation to the content. Kwa sasa tuangalie jina la kitabu na uhusiano wake na maudhui yaliyomo ndani. The title of the book is The Old Man and the Needle. The title of the book is relevant and direct title. Jina la kitabu linasadifu moja kwa moja yale yaliyomo ndani ya kitabu. The whole book talks about the old man who called Mecca, who has lost his 2 sons and the land to give to the whites. He is now very old and lives in a very poor life. Mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu kinazungumzia historia ya huyu old man anayefahamika kwa jina la Mecca, ambaye ametoa ardhi yake kwa wazungu na watoto wake wawili walifariki wakati wa vita wa kwanza wa dunia wakipigana upande wa mzungu. Lakini kwa sasa anaishi maisha magumu.
The old man is given medal because of the sacrifice he has made for the white French colonizers. Mhusika huyu anapewa medali kama zawadi kutoka kwa Wafaransa ambao walikuwa ni wakoloni kwa kipindi hicho. The old man is promised another medal when the gullet later learns that he has lost the first medal he was given. Lakini mhusika huyu anaahidiwa tena kupewa medali nyingine ambayo ile ya mara ya kwanza aliipoteza kutokana na ulevi. Lakini mpaka kitabu chetu kinaisha, mhusika huyu hakupewa ile medali. Then now let we look on the setting of a book. Setting refer to the place and the time where event in a literal work take place. Tukizungumzia setting, tunazungumzia ni wakati na muda ambapo matukio katika kazi ya fasihi yanafanyika. So the setting of our novel is in Cameroon during colonialism. The novel showed the dilemma of Africans found themselves in living in two worlds. That is the broken culture and that of the white French colonizers. The novel further portrays some subsetting such as rural and urban setting. Mandhari ya kitabu chetu ni Cameroon, hususan wakati wa ukoloni. Kwa hiyo novel ikawa inaonyesha njia panda kati ya watu ambao wanafuata utamaduni wa kizungu na wale ambao wanafuata utamaduni wa Kiafrika. Mwandishi pia ametumia rural pamoja na urban setting, kwamba akatumia mandhari ya kijijini pamoja na ya mjini. For example, rural setting portrayed by the mentioning of the villages like Azorian, where even the mode of transport is mainly working on foot, and also custom like polygamy, widow inheritance, early marriage, complete in the rural setting. Mandhari kijijini imejizilisha kwa mwandishi kutaja vijiji kama Azorian, lakini pia zamila kama polygamy, widow inheritance, early marriage mara nyingi sana huwa zinafanyika kijijini. And the urban setting in our book is shown by mentioning of the towns like Daum, where the white people live, and also presence of police station, community center, European club, completely this is urban setting. Kwa mandhari ya mjini pia imeonyeshwa kwa kutajwa miji kama Daomi, lakini pia uwepo wa police station, community center, European club inaonyesha kabisa hili kwa ni mandhari ya mjini. And also another thing to consider in a book is all about style. Kitu kingine cha kuzingatia katika kitabu chetu ni style. Tunasema ni mtindo. The way an artist create his or her work to the manner that differentiate him from others. Hapa tunaangalia namna gani msanii anavyoitengeneza kazi yake ili aweze kujitofautisha na wasanii wengine. So Ferdinand Oyono used the following styles. For example, he used a narrative technique, that is monologue, and also dialogue is employed, and also there is the use of song. Kwa mwandishi ametumia dialogia, monologia, lakini pia ametumia matumizi ya nyimbo ukurasa wa 12 na 148 when Meka was singing, and also Kelala and Amali were singing in our book. And another aspect to consider in our book, which is very important to discuss, is all about themes found in our book. Kwa sasa tutaangalia dhamira ambazo zinajitokeza katika kitabu chetu. Dhamira hizi tutazielezea katika vipengele mbalimbali. Kwanza kabisa tutaanza kuelezea kwa kubezi kwenye African tradition and custom. Tujadili mila ambazo zinatokea kabisa katika tamaduni za Kiafrika. First of all, we have bride price. Tuna issue ya mahari. In a society, bride price has to be paid before a girl to be married. Using Nkolo as his person who expresses the traditional rights of the Hausa, the following is to say in page 63 that my future parents-in-law had asked me for a brand of stockfish so that I could marry their daughter. According to civil rights, I have already given him a 30,000 francs, a case of beer, a piece of helmet, and etc. Maelezo haya ambayo yanatolewa hapa, mwandishi anaonyesha ni kwa jinsi gani Nkolo alikuwa commanded ku provide bride price wakati wa kuoa. Na bride price katika tamaduni za Kiafrika ni kitu ambacho kipo kwamba waweza kutoa mali au mnyama au kitu chochote. Lakini pia katika kitabu chetu mwandishi amejadili kupitia mhusika Nkolo. And also
Another theme which based on tradition and custom is all about superstition. Zemela nyingine ambayo imebase katika utamaduni ni swala zima la superstition. When Nkolo comes to Engaba's house to bring the newsmakers Mario award, he wants one of the men who were there. Kama tulivyoona hapo mwanzo, Nkolo walivyokuja wale mabwana wawili akaanza kuwaonya miongoni mwao kwa kuambia wasifanye zile witchcraft. Yeye alikuwa akiamini katika superstition. And another theme which based on custom of Africa is all about widow inheritance, zamila ya kulisi wajane. In your society it is possible to inherit the wives of someone who dies. Kwamba katika baadhi ya tamaduni za Kiafrika ni lazima mtu kulisi mke au mume wa ndugu yake ambaye amefariki. For example, in a book, by using the character Engaba as a case in point, there also says when he dies, his father had left him 6 young wives and his mother. Kwamba baada ya babake kufa akaacha wake 6 pamoja na mamake, kwa hiyo Engaba akawarisi wote. Kwa hiyo inaonyesha kabisa widow inheritance ni issue nyingine ambayo mwandishi anajadili. Another theme in a book is all about polygamy. Zamila nyingine ni polygamy, act of having many wives, kitendo cha kuwa na wake wengi. Kiswahili wanaita ndoa za mitara. In this society, men marry many wives for leisure and pleasure. Polygamy is portrayed in the following aspect. Kwamba katika kitabu chetu watu inaonekana kuoa wake wengi ni kitu ambacho kinafanyika kama chombo cha starehe, na mwandishi ameonyesha kwa namna tofauti tofauti kama ifuatavyo. For example, Engaba's father was a polygamist with 6 wives, and also Engaba was a polygamist with 7 wives, and also Nkolo was a polygamist with 5 wives, and also those were the indicators that show that polygamy was a normal custom which practiced in our block. Kwa hizi ni ishara zote ambazo zinaonyesha jinsi gani polygamy ilivyokuwa ikifanyika katika kitabu chetu. Another theme is all about early marriage. Hapa tutazungumzia ndoa za mapema. Is a society in your book, some people seems to practice the issue of marrying the girl during the time when the girl is not directed to be involved in marriage issues. Kerala, as a case point, she was betrothed to Mecca when she was still a baby, and Kerala's father allowed him to come and take her when she is ready. Ndoa ya Kerala mwandishi anaionyesha kama ni ndoa ambayo ilifanyika kipindi ambapo Kerala alikuwa hana umri wa kuolewa, lakini babake aliruhusu hicho kitu kiweze kufanyika. Kwa hiyo pia inaashiria early marriage, ndoa za mapema zilikuwa bado zinafanyika. And another issue in our book is all about food taboos. Zamina nyingine katika kitabu chetu ni miiko ya chakula. In this society, the youngster are not allowed to eat entire all of sheep without permission of the clan. If the one did, she was charged to bring around from his paternal uncles so that they may be able to spit off his face to brace apart from him. Mvondo ate entires of sheep, and when he admitted it, wondered who gave him permission to whose in hand eaten. Katika kitabu chetu mwandishi ameonyesha kula kondoo ni kitu ambacho kilikuwa kinafanyika kwa ruksa ya wazee. Kwa kijana alikuwa haruhusiwi kula kondoo. Ndio maana Mvondo alivyojihusisha na ulaji wa kondoo, ukurasa 152, wazee wakaanza kumuuliza ni nani amekupa permission ya wewe kuweza kula kondoo. Another issue to discuss in a book is all about position of woman in society. Hapa tutaangalia nafasi ya mwanamke katika jamii. First of all, woman portrayed as a tool of pleasure. Kwanza wanawake wamechorwa kama chombo cha starehe. Ndio maana tumeona katika kitabu chetu kuna wahusika ambao wanamiliki wanawake wengi, mfano Engaba na wahusika wengine. And also, woman portrayed as a people who are emotional. Lakini pia mwanamke ameonyeshwa kama ni mtu ambaye ana emotion. For example, women are portrayed as the people who cannot handle disappointment. When Amalia is reminded of her dead sons, she cried bitterly. For example, katika kitabu chetu Amalia ameonyeshwa kama ni mtu ambaye ana emotion, yani ana feelings za karibu.
pindi ambapo anakumbushwa kifo cha wanawe, basi anaingia kwenye kulia bila kuweza kujizuia. And also, women are portrayed as the parents and caretakers. In this book, we have seen women playing a role of good parents and good caretakers. For example, Amalia's mother gave Amalia good upbringing to become a responsible woman. Mwanamke pia ameonyeshwa kama ni mzazi ambaye anakia watoto wake. Mfano, mama yake na Amalia, tunaona the way anavyofundisha mwanae afanye kazi kwa bidii, asipofanya kazi kwa bidii hawezi akapata mume. And also, women portrayed as sympathetic people. Lakini pia mwanamke ameonyeshwa kama ni mtu ambaye ana huruma. When Kerala is weeping for the loss of sons, Amalia not only supports her but also weeps with her. All other women jailed in mourning with Kerala, while the men were just watching the performance. Kwa inaonyesha kabisa wanaume vitendo vikatili vilivyokuwa vikitokea walikuwa wakishangaa, lakini wanawake walikuwa wanajumuika katika kuhuzunika pamoja na kushia yale maumivu. Another position is women are portrayed as a people with true love. For example, Kelala had sincere love to her sons who dies during the First World War. And also, women are portrayed as a weak people. Pia mwanamke ameonyeshwa kama ni kiumbe dhaifu. Woman seems to have no say in society. They are married in polygamous family. Kwamba wanawake wameonyesha hawana usemi yote, hawana kauli yote katika jamii, na ndio maana wakawa wanaolewa katika familia ambazo yani unaenda kuolewa unakuta tayari kuna wengine wameshaolewa na huna kauli yoyote ya kukataa. Another theme in our book is all about awareness. Awareness means having the knowledge of what is going on around you. Awareness portrayed in different ways in our book. For example, Africans are aware of hypocrisy. White people tell them that they have become more than friends and they are now brothers. The African says, "This white we are very fun people. They didn't know how to tell lies properly, and yet they expected the African to believe them." Kwanza Afrika wameonyeshwa kama ni watu ambao walikuwa aware, kwa sababu kwa kipindi hicho Faransa walikuja wakawatawala wa Afrika pale Kameruni, lakini Waafrika wenyewe wakasema wazungu ni watu ambao wanachekesha, kwani hawana knowledge properly ya kutawala sisi, lakini wanatumia mbinu ambazo ni trick. Kwa hiyo ni issue ambayo ni ya awareness. Lakini dhamira nyingine katika kitabu chetu ni swala zima la hypocrisy. Hypocrisy means you pretend to be good while in reality are not. When they praise maker for his contribution but they don't mean from their heart. Kwamba kitendo cha wazungu kumproud maker kwa contribution aliyoifanya, kuwapa ardhi, wazungu wakajenga kanisa, wakafanya shughuli zao, walikuwa hawampongezi kutoka moyoni, walikuwa wanafanya vile ili kuendeleza ule unyonyaji. Another theme in our book is all about oppression. Dhamira nyingine ni ugandamizaji. Otherwise, in this book are portrayed as oppressors of African oppression, are portrayed in the following signs. First of all, blacks tortured and oppressed by the police constable led by Mr. Vereen Gullet. Kwa mfano, Waafrika walikuwa oppressed, walikuwa wakigandamizwa kwa kupitia mhusika Vereen Gullet. Maker was tortured and oppressed by the police when he was arrested and sent to the police station. Tunaona jinsi gani Maker alivyokamatwa na kupelekwa police station, huyu Gullet alivyokuwa akimwadhibu kikweli kweli. Kwa kipindi hicho African were oppressed by Europeans, kwamba Afrika walikuwa bado wanagandamizwa na wazungu. Another issue is all about racism or racial discrimination. Dhamira nyingine ni ubaguzi. Racism means to discriminate or to abusive behavior toward the certain race. In our book, Father Vendmeyer segregated the maker because of being an African while he is white. Kwamba tunaona jinsi gani Father Vendmeyer anavyomsegregate Maker kwa sababu tu yeye ni mzungu na Maker kwa sababu tu yeye ni mzungu na Maker ni Mwafrika. When he was driving to the African Community Center, he gives Maker a lift but in the back of his car. Kwamba anampa lift Maker lakini anampa lift akae nyuma ya gari. So that is why the author says the whites got into their cars
Father Vendmeyer invited Mecca to get into back of his van, thus there was no one with him in the cabin. This shows that Father Vendmeyer, those is religious leader, was not comfortable to share a cabin with Mecca. Kwa siti ya mbele ilikuwa ipo wazi, lakini Mecca akapewa lifti na akaambiwa akae nyuma. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kulikuwa kuna ubaguzi ambao unaendelea. Another issue is moral corruption. Moral corruption hapa tunaangalia in terms of prostitution as well as alcoholism. Kwamba alcoholism tunaona the way Mami Titi ana supply act na watu wanakunywa wakiwemo na kina Mecca, and also prostitution is because of life difficulty. Some women decided to engage themselves into prostitution. This caused serious moral corruption in society. They also used Ignatius to present this point. Mwandishi pia anamtumia mhusika ambaye ni Ignatius Obebe. Kamtumia mwandishi ambaye ni Ignatius Obebe, who the village catechist, kuonesha the way prostitution ilivyokuwa ikiendelea. Mwandishi anasema our world is corrupt. Take for example this prostitution that everywhere in African location, ukurasa 21, kwamba kuzungumzia the way Ignatius Obebe alivyokuwa akijihusisha na masuala haya. And also we have several messages which you can learn in our book, and that is polygamy, bride price, superstition, widow inheritance, early marriage, and the food taboos are all outdated custom. And also we should fight against oppression, hypocrisy, exploitation, classes in our society. And also alcoholism, prostitution are not a solution to problems. And also we have the message that nepotism, racism should be discouraged in our society. And also we have the message that we should be aware of the oppression and injustice in our societies to fight against them. So the book will remain very relevant in Africa, although the novel is set taking back during colonial time. Several issues which discussed in a book, such as classes, oppression, hypocrisy, and exploitation, are still prevented in our societies. So racism and racial segregation is still practiced in many countries, for example South Africa as well as Tanzania as well. So we must take care of all issues discussed in our book. Dear listener, usahau subscribe, like na comment katika channel yangu ambapo natumia jina la Teacher Hassan Lemunje for more updated reading and teaching issues. Thank you for listening me.